Aisee bwana, mnamkumbuka mama wa jana ambaye nilimfuata kumuomba chakula na akanisaidia shilingi 700. Mimi nikampatia zawadi ya 30,000 japokuwa alikuwa anakataa, lakini nilimlazimisha yule mama akaichukua 30,000 na akashukuru sana. Baada ya kuipost ile video nikapata comment moja kutoka kwa Mr. Wakala Transportation. Huyu bwana ni bosi wangu, nilifanya naye kazi na naendelea kufanya naye kazi. Yeye akaniambia nataka umrudie huyo mama umpatie zawadi ya shilingi 30,000 tena. Lakini pia nikakutana na comment nyingine za watu wengine akiwemo mtu mmoja akaunti yake ya Instagram inafahamika kwa jina la nguo za wajawazito. Yeye alitoa shilingi 20,000 ikawa ni 50,000 na watu wengine wakaongezea imefika 90,000. Kwa hiyo hii ni 90,000. Tunamfuata tena yule mama tumpatie zawadi ya 90,000. Tuondoke kwa mama. Mama. Shikamoo. Na wewe jamani. Unanikumbuka? Sawa. Sasa mama bwana, Mungu atawalipa. Amina. Mimi na watu wangu ambao waliona moyo wako na walikupenda sana. Wakasema hivi, kuna mmoja akanipatia 30,000 akasema nikuletee hiyo 30,000. Yeye anaitwa jana hiyo. Yeye anaitwa Mr. Wakala Transportation. Yeye anafanya biashara la masuala ya usafirishaji. Akasema mfuate huyo mama mpelekee 30,000 na mwingine pia akajitokeza. So tumekuletea hapa zawadi mama ya hela. Sasa mlimpata wapi jamani? Hebu sema kanipeleka kubaya. Atukupeleke kubaya. Jamani sema kanipeleka kubaya. Atukupeleke kubaya. Mama, hii ni 10,000 ya kwanza ya kwako. Ishike tu, wala haina shida. Ishike tu. Hapa ni jamani. Hapana. Yaani sisi ni dua tu. Tunachohitaji kutoka kwako ni dua tu. Mwenyezi Mungu atawalipa. Amina. Na hii mama ni 10,000 ya pili ya kwako. Hii ni 10,000 ya tatu ya kwako. Hii 10,000 ya 4 ya kwako. Hii 10,000 ya 5 ya kwako. 10,000 ya 6, 10,000 ya 7, 10,000 ya 8, 10,000 ya 9. Hiyo mama ni ya kwako. Amina bwana. Sasa tukaone basi chukua bwana. Sasa hatuwezi tukagawana. Ni zika za jana bwana. Yaani umesikia? Hatuwezi kugawana. Mimi kitu ambacho nakipata kutoka kwa watu wanaokusaidia wewe ni Mungu. Mungu mimi ananisaidia kwa mambo mengine. Yaani Mungu tangu mume wangu amefariki. Mume wako amefariki. Mume wangu alifariki, alikuwa anaendesha magari makubwa. Alikuwa anaendesha magari makubwa, amefariki. Jeshi alifariki. Okay, wewe sasa hivi unaishi mwenyewe tu na naishi mwenyewe na watoto wangu na watoto wangu nasomesha watoto. Kwa kazi hii na Mungu nikipata watu wa kunisaidia na mshukuru Mwenyezi Mungu. Namshukuru sana Mola wangu. Okay. Namshukuru sana Mungu aliyeniumba. Sawa. Ndiye aliyeumba mbingu na ardhi. Aise. Ninavyosema visivyosema vyote ni vyake. Mama, umesikia nikwambia kitu kimoja? Kwanza kabisa, hii pesa ikunje 90,000 ni ya kwako. Hilo jambo la kwanza ni ya kwako. Tunachokihitaji sisi kutoka kwako sio kugawana wewe na mimi. Tunachohitaji kutoka kwako ni dua. Mimi mwanao niombee, na lakini pia watu waliotoa pia ufanyaje? Uwaombee. Sio, umenielewa mamangu Lakini kitu kingine, kuwa na subira kutokana na hali uliyokuwa nayo. Mwenyezi Mungu atakubariki kila siku na atakufanyia wepesi kwenye mambo yako mengine. Ndio. Bwana anasoma itikafu ya usiku anamkaka saa 8. Ndio. Anamuomba Mwenyezi Mungu. Okay. Changamoto tunayoipitia sisi. Na watoto wangu sikuweza kuwatupa. Nilimkabidhi Mungu. Yote makesa tunamtegemea Mungu. Kwa ajili ya Mungu. Na sasa mama, kwa leo hapa mpaka sasa hivi ulipata shilingi ngapi? Mimi nilikuwa shilingi 5,000 tu, nikasema basi acha niende. Yaani jana usiku watoto wamekushukuru sana. Wameshukuru sana. Kama ni dua ilitokea kwa Mwenyezi Mungu. Amin. Kama mwanangu ameomba sana, amesema Mungu. Mimi nikasema mwanangu wao ni watia shaka. Tunataka kunipeleka Freemason. Tukupeleke Freemason. Hiyo pesa mamangu ni ya kwako. Akitokea mtu mwingine, akitokea mtu mwingine ametoa chochote na kikabidhi hicho kitu tena kwako. Sisi tunachotaka mama yetu
ufurahie maisha kwa hiki kidogo ambacho sisi tunakipata 30,000, 80,000 chochote. Hata ungenipa 100 tu. Ndio. Hata ungenipa 100. Unajua sasa shukuru kitu kidogo. Ndio. Hata akipata kitu kikubwa ina maana hawezi kushukuru. Sawa mama, sisi hatuna mambo mengine. Tuna safari tena, kuna sehemu tunaelekea.